sawa, tutajua tu. Elijah yeye hapo shuleni huaga kawekeza sana kwenye mpira wa miguu. Hapa kocha akamwambia academy ya kwenda England mipango imekaribia kukamilika, muda wowote ule anaweza akaitwa. Akaenda kuwapa washikaji zake zile taarifa. Embu imagine, na kwenda Uingereza, screen zote zitakuwa juu yangu, zinanionyesha mimi kama kapteni wa Manchester City. Muda wote huo wanaraha, ila Ahmed alikuwa huzuni muda wote tu. Wakamuuliza, Ahmed, mbona hivyo? Kwa hiyo mnataka niwe na furaha na tuna kesi kubwa ya mauaji inayotuandama, hatujui tunavuka vipi. Tena mauaji hayo yametokea nyumbani kwetu, alafu unatarajia niwe na furaha kwa ajili yako? Akawa anaondoka. Aha, Leila, huyo ndiye unayemwaza kila muda. Usijihatarishe maisha yako kwa sababu ya mtu tu. Ahmed akamtukana Elijah kisha akaondoka. Ni kweli Ahmed anampenda sana Leila. Sasa kumbe ile siku ya tukio walichukua mwili wa Mr. Marcus na kwenda kuuzika mbali, na wakahakikisha hakuna atakayeuona. Walikuwa hivi marafiki watatu, Ahmed, Elijah na Efe. Huku tunawaona polisi wamekuja nyumbani kwa kina Chinasa. Pia upande mwingine tunaiona familia ya Mr. Marcus ipo na majonzi tu maskini. Nyumbani kwa kina Elijah anampa baba yake zile taarifa za kwenda kwenye academy ya Manchester City. Mlango ukawa unagongwa, akatoka dada kwenda kufungua. Mzee akamwambia, niwekee maji. Baba, lakini umenisikia? Na wewe umenisikia? Tutaongea kuhusu hilo ikiwa utabadilisha tabia yako. Baba, niambie mwanangu, polisi wapo nje. Polisi? Wanataka nini kwani? Waambie waingie ndani. Polisi wakaingia ndani. Wazee, niwasaidie nini kwani? Tupo hapa kumuuliza Elijah maswali kadhaa kuhusu pati waliokuwa nayo pamoja na marafiki zake, na kuhusu pia kifo cha Mr. Marcus. Mzee akashangaa, pati? Mama akamuuliza, Elijah, ulienda kwenye pati lini? Wazazi hawataki kuamini kabisa kwamba mwanao eti alikwenda kwenye pati. Sasa polisi wameshaanza kuwashuku, na kuhusu ile pati mambo yanakaribia kuwa wazi kabisa, na inaonekana kila mmoja wao wameanza kupelelezwa kwa ukaribu zaidi. Ile pati yao ilisanukiwa kumbe. Mpaka huko kwa kina Leila, mama yake yupo anamuuliza nini kilimpeleka kwenye pati, tena pati zenyewe za ajabu. Huko Ahmed yeye mzee wake ana jeuri ya pesa. Hapa anajaribu kuwapanga maafisa wa polisi, si pati ilikuwa nyumbani kwake, hivyo anajaribu kuweka mambo sawa kwa hawa mapacha, na wenyewe polisi wamekuja nyumbani kwao. Hapa Isaac anamuuliza Ivy kama polisi wameshaondoka. Hapana, wapo wanaongea na mama. Kwani wanauliza nini hasa? Wanauliza kuhusu pati na Mr. Marcus, sijui hata ni wajibu nini. Yote kwa yote hawa ni ndugu, tena ni mapacha kabisa, hivyo lazima tu amsaidie dada yake hata kama alimdanganya. Akamwambia, nimejaribu kukusanya taarifa zangu. Huyo Isaac ni mpelelezi kikweli kweli, na yupo serious sana na kazi yake. Hapo chumbani kapanga baadhi ya taarifa zake kuhusu hilo tukio, yani analifuatilia kwa undani zaidi. Isaac akamwambia, inabidi kesho niwaweke kikao nyote, sifikiri kama watakwenda kukubaliana na wewe, inabidi uwashawishi, la sivyo mtakwenda jela wote.